talia nitaumia si nini, unazunguka. Umewahi kuona vijana ambao anakupeleka saruni, anakuambia nywele zimeharibika kasuke, sina hela, chukua hiyo ndio simu yako. Ulizia pale mtaani kwao, kuna kijana anaitwa Isaac. Siku moja niliwaambia waulize hata bodaboda. Unajua bodaboda wana siri nyingi za watu. Bodaboda ni vile tu Mungu amewapa kifua cha kutunza siri. Wangekuwa wanatoa siri. Bodaboda anaweza kapeleka mke wako guest lodge, hoteli na mwanaume mwingine. Alafu mnakutana na kuuliza, "Mama naendeleaje?" Ukiona mtu anasema na bodaboda wangu, jiulize maswali mawili. Aidha anajua kuendesha vizuri au amemtunzia siri. Kwa wakati mwingine muulize bodaboda, kuna kasichana fulani hivi kako hivi na hivi. Kako mtau anaitwa nani? Fulani. Unamtaka nini? Hapana. Hii unajiuliza, huyu upole na ukarimu, mbona dada zake hawapi? Kumbe mdomo. Mimi nikaona nitakosa mke. Kuna kabinti nilikuwa nakapenda, katoto ka mchungaji. Nikasema nisie nikachelewa, wengine wakabeba. Nikatafuta mzee aliyeoa. Usitafute vijana wenzako, unaweza kuwa wote mnaangalia hapo hapo. Nikatafuta mzee, nikamwambia mzee, kamwambie yule binti mimi nampenda, ila naogopa kumwambia. Yule mzee akaenda kamwambia, we mke wangu kwa Kiruga anaitwa atuganire, yani kwa Kiruga manake kwa Kiswahili anatupenda. Akamwambia, we nani Mgogo amenituma. Nani? Yule huko. Alafu nategemea hawa mshangilia wakati aliwachezea. Unajua mtu mmoja alisema, kwa nini unaongea sana dhambi hii? Hii ndio dhambi mtihani kwa vijana. Vijana hamuna mitihani mingi. Mitihani ya vijana ni dhambi ya uzinzi, ndio inayowatesa. Ndio maana ukisema kijana huyu ni mtakatifu, ni mtakatifu kwa sababu ameshinda dhambi hii. Wengi hapa sio walevi, sio wavutaji, sio nani, kadhambi katako kutesa. Hiyo hata hivi naongea unasema kweli pastor, mimi kufika mbinguni itakuwa shida kwa sababu ya hiyo. Na nimesema wengine mko hapa na unamwangalia mwenzako kwamba sasa sijui Mgogo amekanyaga, sijui tutafanyaje. Msione wengine tukitoka hapa wanaongea wawili, kwa hiyo tutaendelea. Kama tumekutana tupepo tutupu, kanamwambia mwenzake, na mimi nakuangalia wewe. Lakini lengo la semina hii ni kuokoa maisha yako. Amen. Lakini kwa nini tunakataza hii dhambi? Nyie vijana wa kiume, huwezi kufanikiwa ukishaingia kwenye umalaya. Ndio maana vijana wengi walikuwa na maduka makubwa yameisha. Vijana wengi walikuwa na shughuli wanafanya haziendi, kwa sababu ukichanganya uchumi na umalaya ni vitu havieleweki. Wewe mwenyewe unajitafuta, alafu unatubinti zaidi ya 4, na unajua mabinti wengi malaya ni kama majini, hawaliziki, watakumalizia hela. Ndio maana niliwaambia hata wanaotembeza bodaboda, kuna vijana mnaendesha bodaboda hapa, mko hapa, niliwaambia ukibeba msichana chukua hela mapema. Atuchelewi utu kubebwa bure. Kakiona kana karibia kamekukumbatia, kana karibia zaidi kameweka kichwa kwenye na mwisho unapoteana, gia za mbele unapeleka nyuma, moto hakuvuta. Unamfikisha na kwenda, baada ya kuchukua hela unachukua namba. Unachukua namba, sita kusaidia nini? Chukua hela.
wengine niliwapa ushauri, ukiona una virus, una virusi vya wanawake, usiuze vitu vya wanawake. Usiuze mawigi, sijui vitu gani, viatu, nguo, watamaliza. Niliwapa ushauri kama baba yenu. Uza mawe, uza simenti, uza machuma, uza vitu ambavyo hawezi kuchukua. Akija hapo nauza mawe, vyuma, mbao, ndio biashara yako. Mwambie nikupe mawe kwa usalama wa biashara zako, kwa sababu kichwa chako ni kibofu. Kila msichana akija, nilikuwa napenda, sina hela, chukua. Chukua. Mwisho kaduka kameisha, unakuja, wachungaji mniombe nini? Biashara nafanya, pesa ijulikani. Muongo mkubwa, we ushindwe. Pesa ijulikani wakati we mwenyewe unajua unakosipeleka. Unajua kiatu kimoja kikienda bure, utauza vingine 10 free. Kuna biashara ukiuza kimoja kikapotea. Umewahi kuona watu ambao wanauza vinywaji hawajawahi kufanikiwa? Kwa sababu kwenye crate, mnaita crate. Ukichukua soda moja, unaweza ukajikuta hizo zingine umeuza bure. Faida ilikuwa kwenye hiyo moja. Hasa we mwenyewe ya kwanza ngwe, ya pili ngwe, unategemea kuna faida kwenye soda. Mwisho unaanza kusema soda hazilipi. Zinalipa, ila wewe mwenyewe hujui kutunza. Amen. Hilo ni kundi la kwanza, tuishi maisha matakatifu. Kwa sababu moja, utaaminika katika jamii ukiwa mtakatifu. Pili, utapewa kazi na watu na watakuamini, watakupa kazi za kudumu. Kuna vijana hamdumu kwenye kazi kwa sababu sio mwaminifu, ni mwizi, mjanja. Tatu, utapewa connection. Unajua kuna vijana unaogopa hata kumconnect mahali kwa sababu ya tabia zake. Unajiuliza, huyu nikimconnect kazi ataenda kuniaibisha. Amen. Jitahidi watu wa kuamini wakupe michongo ya kazi. Lakini pili, ni rahisi kupata binti wa maana na kijana wa maana kwa sababu wanajua unajiheshimu. Rahisi watu kwa kukuamini. Kwa hiyo ishi maisha matakatifu kwa usalama wa ujana wako na maisha yako ya mbele. Hatua ya pili, hii ambayo nimewaambia, hii ndio matatizo ya vijana. Kijana na mahusiano. Kijana na nini? Kwa Kifaransa mnasemaje? Hata kuitamka sitaweza. Lakini hiyo aliyosema, kijana na mahusiano, huu ndio ugonjwa wenu. Hata wengine hapa unaomba kimoyomoyo, Mungu muujiza wangu utokee hapa. Ndio maana nawaambiaga tukiandaa semina za vijana, usije uko rafu, uwe smart, ujui muujiza wako utatokea wapi. Siku moja niliongea mtandaoni, watu wakabishabisha, lakini nilikuwa na logic kwamba hata vijana wenzio wakiomba namba, sitoi namba ovyo. Haya, weka ya baba yako uzeke hapo nyumbani. So kijana na mahusiano ya vijana. Unajua vijana wa Kikristo, ili uwe kijana mwenye heshima, mahusiano yenu yasiwe mahusiano ya kipagani, kwa sababu mahusiano ya vijana wa Kikristo yana hatua 3. Yana hatua ngapi? 3. Hatua ya kwanza ni ile mnafahamiana tu, urafiki wa kawaida.
Amen. Lakini lazima ujiwekee fence kama nilivyosema hapo mwanzoni, kwamba huyu ni rafiki, tunafahamiana, lakini hamuna kuzini. Urafiki bila dhambi. Baadaye umemsoma mtu, umemfahamu, mnapotaka kuanzisha uchumba, niliwaambia usifanye haraka bila kufanya utafiti kuhusu huyo mtu. Mnanisikia? Msifanye haraka. Usiseme tumeonana kanisani. Wewe, kanisani kila mtu ni mteule, kila mtu ni mtakatifu. Niliwaambia usitafute mtu kanisani. Kanisani kila mtu ni mpole. Bwana, unasema huyu ni kama malaika. Usirizike na anavyokanyaga shetani. Amkanyaga shetani. Fuatilia mpaka nyumbani. Ulizia pale mtaani kwao. Kuna kijana anaitwa Isaac. Siku moja niliwaambia waulize hata bodaboda. Unajua bodaboda wana siri nyingi za watu. Bodaboda ni vile tu Mungu amewapa kifua cha kutunza siri. Wangekuwa wanatoa siri. Bodaboda anaweza kapeleka mke wako guest lodge, hoteli na mwanaume mwingine, alafu mnakutana na kuuliza, mama naendeleaje? Ukiona mtu anasema na bodaboda wangu, jiulize maswali mawili. Aidha anajua kuendesha vizuri au amemtunzia siri. Kwa wakati mwingine muulize bodaboda, kuna kasichana fulani hivi kako hivi na hivi, kako mtau, anaitwa nani fulani, unamtaka nini? Na mpango wa kumuoa. Ukiona bodaboda wanasema okay, ndugu jiongeze. Kimbia. Wamesha kaona aka ni kagodoro ka kijiji. Amen. Sasa uchumba wa Kikristo, mkianzisha uchumba lazima uwe na process, uwe na mwendelezo. Uchumba wa Kikristo, hamwezi watu mkaanzisha uchumba mwaka wa kwanza hamjatambulishana hata kwa wazazi, mwaka wa pili hamjatambulishana hata, mwaka wa tatu. Hivi kitabu cha Wimbo Ulio Bora anauliza, kwa nini kuyaamsha mapenzi kabla ya wakati wake? Kama hauko tayari kuoa, kwa nini unaanzisha vita? Kama unaona muda wako bado, tulia. Kuliko mtoto wa watu mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, uchumba. Mchungaji, tunachunguzana. Unataka kuumba mtu mwingine? Miaka 5 mnachunguzana, hamjatambulishana hata miaka 5. Alafu mwisho wa siku unamwambia mimi hatutaendelea. Miaka yote 5 umepoteza mtu. Walikuja watu serious, alafu alikuwa na wakataa akifikiri wewe uko serious. Ukiona mmeanza uchumba, muwekeane muda, mupange. Tutatambulishana kwa wazazi lini? Baada ya kutambulishana. Lakini haoi. Unajiuliza kwa nini? Kumbe mdomo mzito. Kila kimkuta binti anayempenda, za leo naendelea aje? Mko sawa? Unapona mbu usiku. Mbu. Usiku wa leo kuliko na baridi. Pole. Ilikuweko na kwenu. We nyoka maelezo, kama unanitaka ongea. Maswali mengi unanichosha. Haini kumbe mwanaume mdomo mzito. Niwaambie siri, hamtamwambia mtu. Wangapi wanajua kutunza siri? We acha uongo.
Hakuna kitu kigumu duniani kama kutunza siri. Siri ni kama haja. Mnaelewa haja? Unaweza ukajikaza hasukiwa kwa wakwe. Unajikaza. Kadiri unavyojikaza ndivyo nakwambia nipeleke. Mwisho nakaita katoto kadogo, nyumba kubwa. Anasema wanaolala baba na mama ni ile. Na maanisha ofisi. Iko mtaa ule, si ile ya governor. Iko hapo. Kwa sababu lijikaza, ndivyo zilivyo siri. Najua mmesema mtasema, lakini mtasema tunajua. Mimi mke wangu nilie naye, ukweli sio mimi niliongea naye. Nilikuwa na mdomo mzito. Unajua ukimpenda sana msichana, wakati mwingine kumapproach unaogopa. Yaani kwanza unahisi akinikatalia nitaumia, si nini, unazunguka. Umewahi kuona vijana ambao anakupeleka saruni, anakuambia nywele zimeharibika kasuke, sina hela chukua. Hiyo ndio simu yako. Hapana. Hii unajiuliza, huyu upole na ukarimu, mbona dada zake hawapi? Kumbe mdomo. Mimi nikaona nitakosa mke. Kuna kabinti nilikuwa nakapenda, katoto ka mchungaji. Nikasema nisie nikachelewa, wengine wakabeba. Nikatafuta mzee aliyeoa. Usitafute vijana wenzako. Unaweza kuwa wote mnaangalia hapo hapo. Nikatafuta mzee. Nikamwambia mzee, kamwambie yule binti mimi nampenda, ila naogopa kumwambia. Yule mzee akaenda. Kamwambia, we, mke wangu kwa Kiruga anaitwa atuganire. Yaani kwa Kiruga manake kwa Kiswahili anatupenda. Akamwambia, we, nani Mgogo amenituma. Nani? Yule Daniel. Anasemaje? Anakupenda, anataka akuoe. Unajua mabinti, kuna wakati vijana muage na uvumilivu. Ukiongea mara ya kwanza najidai kama hakupendi, hakutaki, utasikia kumbe moyoni anasema kazana. Kwa akashituka. Sasa akasema kwa nini yeye mwenyewe asije? Nikasema kwa akaniambia eti uende. Nikasema lakini tayari njia imefunguliwa.